juzi ametawazwa kama msemaji wa Wakorino, na yeye ni MCA wa Ngararia Ward, Gatanga constituency in Kandara constituency in Murang'a County. Labda neno moja tu tafadhali. Thank you muno. Our archbishops aria tuli nao, Bishop Mweru muno Maina wa Utishi na mutumia waku, na our deputy president uria towe twaikirie kura, na waheshimu othe na arata othe a kanitha uyu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ndarugama haha mbere yanyu ni tondu ndi mwaria wa andu aria metagwo aroti thiini wa bururi uyu witu wa Kenya, na ndina kindu kimwe ngwenda kuga mbere yaku Your Excellency, ya kwamba iko watu ambaye walikuwa wanasema wewe na Wakorino hamuna uhusiano, lakini ningetaka kutangaza Meja Dong, ningetaka kutangaza nikiwa Nairobi, wewe na Wakorino ni kitu kimoja. Na niongeze ya kwamba mkutano ya kwanza ya kuzidua zile tunaita SACCOS za Wakorino tulifanyia huko Orokarao, na wewe ndiye ulikuja ukiwa mgeni wa heshima na ukatoa pesa yako ili tuendeze SACCOS zetu katika hii dini yetu ya Wakorino. Kwanza nikwambie, wale wanasema hivyo sio wetu, kwa sababu ikiwa ni wetu wangekumbuka mahali tumetoka, wangekumbuka hata rais aliye staafu, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ile samba wazee wetu walienda kuombea huko Mafoko, yeye ndiye alilipa, akatoa pesa yake akalipa. Lakini kwa sababu wanataka kufurahisha rais ambaye ako mamlakani, wanamshukuru kama ni yeye amenunua hiyo samba. Ningetaka kusema ya kwamba yeye si yeye alinunua. Wakemwambia ukweli, waseme asanti, unataka kujegea sisi college, lakini samba yenyewe ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alinunua. Na ikiwa iko mtu ambaye ako na taswisi na hiyo maneno, anione nimwambie hata mahali pesa ilitoka na ni watu wangapi walienda kuchukua hizo pesa ili waende wakalipe hiyo samba, nitawaambia. Kwa hivyo wale wanaeneza maneno baya kuhusu Wakorino ati sisi na Rigiji hatuko njia moja, tunawaambia hivi, ni wao wasio pamoja na Rigiji, lakini sisi sote Wakorino tuko nyuma ya Rigiji na tunaendelea kukuombea, na utaendelea kuwa na veva ya kukubalika katika Kenya yote. Kwa hivyo nikisimama hapa kama mnenaji wa Wakorino, nataka kuondoa hiyo uhasama, niseme wewe ni wetu na sisi ni wako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Simon Mwaura wa Mwea kutoka Murang'a sub county ya Kandara. Mimi nimechaguliwa huko mahali inaitwa Ngararia, na hii ni mara yangu ya 3 kuwa kiongozi. Mungu ambariki na mtendee mema. Asante. Ndamwitikiria tondu mwaririria wa Korino na ni mu bishop wa Korino na ni eka wega ni gwikira uira. Geithio cio murigairio mwire ni urugo kama na thara wene. Mwire reke ni urugo kama na thara wene. Thara uria Uhuru Muigai wa Kenyatta atigire ahanda, mundu ni oke ahande wake atigane na wa Uhuru. Kana tiguo? No ngadake gweta mundu no mukamithe mutiake mumenya uri othia akiroraga thara kene haria kari agakama nako. Ndigukite kwa ndeto icio. Mimi nataka niseme kwamba nijiunge na wenzangu kusema kwamba sisi tunaendelea kukashifu kwa vikali sana vitendo vya utekaji nyara tena, na utekaji nyara ulikuwa umeisha
mpaka rais wetu alipozuru nchi jirani ya Tanzania na akaambiwa ati achukue mkwaju, wapige vijana mkwaju pande hii na pande ile wapige vijana mkwanyi. Tunataka tumwambie Rais Samia Suluhu kwamba Kenya ni tofauti. Kama kuna mikwaju wapigane kule Tanzania, huku hatutakubali kamwe vijana wetu kutekwa nyara. Hilo tumekataa. Pili, ni makosa sana, ni dhambi kudanganya mbele ya watu na mbele ya kanisa. Tuliambiwa watoto hata wale ambao hawakuwa na pesa na wameitwa grade 10 wakaambiwa waende shule kama wana pesa ama wana pesa. Watoto wale tumeambiwa na expose katika Citizen, watoto wengi walifukuzwa nyumbani na viongozi na rais hajawahi kusema tena, je, wale watoto aliosema waende shuleni hata wakiwa bila karo na bila uniform, je, tufanye nini na watoto wako nyumbani? Na karagwere ya muriona na mundu ucio toni murata waku ureke muria umuria tondu ni waugire ciana ithe thukuru na itena mbeca ri na nĩ ciaingatirwo rĩ, ũmũrie na gĩtĩo Karangũ, ũmũrie ciana ciĩ mũciĩ igwĩkwo atĩa. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen, vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karangũ kiuria kiu na kĩothio ni gĩomurie atwĩre nĩ atĩa kũrathiĩ. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo. And we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu. Na we will protect Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatukuwa tumekuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa, lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Leo ni ndikwedagerie hau na ndauga agikone ndahitia ni wehia wakwa munene muno, na kwaguo nĩngũthaitha mũkeri Maria thingingo ciothe araika na theru othe ona inyuĩ andũ aitũ mũhoere Mwathani Ngai witũ. Nataka nifike hapo na nichukue fursa hii kumuita kiongozi wangu wa chama, kiongozi wa Mlima, kiongozi wa Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asanteni sana. Kutura jabagia goma ginyariria ngakura Tena hinya wa roho mutheru Yonana jamatwe omaria gatwiro Amwena ya mamu magaduna. Asante sana, thank you. Thank you. Tafadhali tuketi. Baba wetu Askofu Mkuu Harrison, our new bishop, Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good
and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andu wa nyumba itu muri okuo nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona twathiririo ni gathogo mukeyumia ona ni ndiumitie wa kahiti wa kairitu. Archbishop baba wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo ya wanda. Hapa tuko kanisani vijana. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali, namuomba vijana wetu kwa heshima, tuko kanisani, tuheshimu kanisa, tumheshimu askofu. Mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti mumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani. Hapa ni pahali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana tafadhali, tuachane na mambo ya vuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu, mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UTC alinitafuta nikiwa naibu wa rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani, na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa, wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Madhira nilimfanya MP, akaniambia huyu atakusaliti na akutukane wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu, na sana tunataka manabii ya ukweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorino wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa tu tamu. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi, na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo.
Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika, there are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here, mimi Rigiji pahali nimefika, there are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza Mugithi. Siku hizi nikiingia kwa Mugithi kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But pahali Mungu ameniweka, I am not able to do it. So wale viongozi tutatafuta nafasi ya uongozi. There are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire or the office that you carry. And those were great words from the Archbishop to the new bishop. That there are those things that he can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile. Tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri. Endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wenu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa ya Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Si muliona Moses Kuria amevaa kilemba? Si jana alikuwa Olokalau? Alikuwa na kilemba? These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya waitu wanakatakata wanafunga. Moses Kuria funga kitambaa nani endeni mkachukue pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tumekubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa ati ya Mothers Council. Kuaibisha kanisa ya Independent ambaye ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida kwa sababu wewe ukichaguliwa ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea naye. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na bwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto wewe ndio umepanga. That is where we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wamama na watoto
207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na goons na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona sijui MCA hapa kama hako hapa, nimengelesha yeye. Watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu Arwai alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu munisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai. I will not accept. Sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu. Tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka ujao. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akiangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akiangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi ni Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa debe. Katigwa ndo itu. Katigwa. Nyumba itu erani inwe kanyarirwo. Indo cito igacinwo. Turahitwo tathia. Mundu ndarenda gutuona. We waragi uguo turaria mutindaga nake ukimuinira. Ucoke uge atire gathini aratuhura. Mukunyaniri wa ruriri, andu aria othe marakunyanira nyumba itu, acio ni othe ya ruriri. Tondu mundu ucio ndangituhotete, aratuhota ni undu wa kunyaniria ruriri. Okorwo ndari na andu acio ni ndingimuhotete. Ndiraremwo niwe tondu wa kunyaniria ruriri andu a nyumba itu. Na kwoguo ndirenda andu acio othe marakunyanira ruriri mumekire ruri ta kagogo. Mekirwo ruri ta kagogo. Neguo majirijo na MC ucio uma haha. Na njuge nie ndire na oru na mundu. No nie uraita gwika ndigwetekeria Ruto anina nyumba itu. Ndikumwetekeria nyarire nyumba itu, anina indo citu, anina ciana citu. Na andu aria othe maceraga nake marari uguo ndiraria, nitukonana na inyuĩ mwaka uyu uroka, nitukonana na inyuĩ. Neguo mimi nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination. Na hakuna mtu, mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii pale Olokalau, nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Kumeendelea uchaguzi, haijaonekana hata IBC inatakiwa ikuja isome kwetu. Na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo. Na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Olokalau. For DCP. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani, ati muko tayari?
Ati? Nimesema? Yeah. Oh, nimesema pale Olokalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olokalau. Unajua hii watu wametuumiza sana, ndio tunataja hawa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua, kama sasa wanapanga wale askari walitupiga Wetima, wameingia Olokalau, walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana naitwa Choi kutoka Kinago. Hao askari leo wako Olokalau, ati wanapanga vile watakuja kusabaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari, we know you by name. Watu ya Olokalau wanangoja nyinyi. Pahali tumefika, sheigaranishe kate. Hao askari mlitupiga Olokalau, Wetima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olokalau. And the people of Olokalau are waiting for you. Wewe Betty Maina, umeangaisha Wakikuyu ya kutosha, kama umetumwa na William Ruto. Next year, William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mmetufanyia. Neguadwa ito. Edi kwenda gukiria hau, gwenda kwira andu akasarani. Andu othe maigire kiama kia DCP. Ni mugakorwo na free and fair? Ni inyuĩ mugatua. Itua nĩ rĩao. Wale wote wanataka itua nĩ rĩanyu. Na ni inyuĩ twatigira. Mweke ũrĩa kwagĩrĩ. Kwa hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu wawaguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme, Uhuru wa Kenyatta tigeshuha. Mimi niseme, wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you sending small boys? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalau watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. I'll have to reconsider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate and I'll observe in the next few days hawa watoto na watuma wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction, na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru wanasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba
kwa heshima, William Ruto, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Gina aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone.